Unaweza ukasema kwamba Mungu nimechoka. Lakini je, nini kinafuata baada ya hapo? Kukata tamaa au kumwekea matumaini Dahidi? Sawa, mimi naitwa Ibrahim Daniel, kwenye platform naitwa Kaka Ibra Media. Leo nipo na mwimbaji wa gospel ambaye yeye ametuletea ujumbe ndani ya siku hizi mbili wa nimechoka. Kaka, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio, ningeomba uweze kujitambulisha kidogo na pia utambulishe mambo yako mengine kwa watu wanaotutazama. Karibu. Kwanza ni wasalimu wote ambao wanaisikiliza muda huu, lakini pia ni msalimu yule ambaye amekutana na ujumbe huu. Shalom. Pia ninapatikana kwenye digital platform zote, natumia jina moja tu, Kevin Harry. Asante sana. Sawa kaka Kevin Harry, wimbo wako nimechoka una ujumbe nzito sana. Ulitokana na nini hasa mpaka ukaja na ujumbe wa nimechoka? Kila ninachokiandika kinatokana na maisha yangu mwenyewe, pia na maisha ya watu wanapopitia. Hiyo ni historia ambayo ilitokea kwenye maisha yangu, ambayo nilitamani ni mhadisi mtu mmoja ili pia apate nguvu ya kuendelea kupambana. Kwa hiyo nimechoka ina maana kwamba ni ombi, namwambia Mungu kwamba nimechoka, ifike wakati na mimi niinuliwe. Sawa kaka. Kwenye wimbo ulizungumzia hata mara ya kwanza ulivyofika Dar es Salaam. Hivi ni changamoto zipi ulizipata kipindi ulivyoshuka gari kutoka mkoa kuja Dar es Salaam? Changamoto zote nimezungumza kwenye pesi ya kwanza. Sikutaka kuendelea sana lakini nimewapa watu moyo kwenye pesi ya pili kwamba Mungu atafanya njia. Nafikiri huo mstari wa kwanza huo ndo umezungumzia changamoto. Yes. Nafikiri ndo mstari kabisa ambao unakugusa wewe, si ndio? Yes. Umekugusa namna gani? Umekugusa namna gani mstari wenyewe? Kwa sababu ni real story, na mara nyingi ikiwa inapita nikisikiliza nasema so hichi kitu kiliniuma sana kipindi hicho kilivyonitokea. Ilikuwa ni jambo ambalo liliniacha na majonzi sana. Kwa hiyo ni verse ambayo ni happy sana kwangu. Sawa. Nafikiri ndugu, mpaka muda huu watu bado wana maswali. Kuna wale ambao labda interview hii au story hii ndio itasababisha wao watafuta wimbo, labda hata kama watasikia huo mstari kwenye wimbo sawa, lakini ningependa uongee hata mambo mawili, zile changamoto mbili ambazo zilikutokea ulivyoshuka gari kutoka mkoa. Changamoto ya kwanza nilifika, nilikuwa sijui ninaenda wapi, ila ni kwa sababu ya mapambano. Unatamani kufika mahali vijana, unasema ngoja niende tu, nitaforce huko mbele hivyo. Lakini pia mtu ambaye nilikuwa ninaamini kwamba anaweza kunisaidia, niliibiwa. Nilivamiwa, kwa hiyo vitu vikawa vimechukuliwa, ikawa nimebaki bure. Kwa hiyo nilikuwa sina msingi wowote na nilikuwa sina pa kwenda. Pole sana. Na ungependa kumshauri kijana ambaye anatoka mkoa kuja huku, ungependa kumshauri kitu gani kulingana na ulivyoimba kwenye wimbo wako? Kitu cha kwanza ni aamini tu kwamba Mungu anaweza kufanya kila kitu, na mtangulize Mungu. Na pia kama ana maono, ana ndoto, amwambie Mungu nimechoka, ifike wakati wangu na mimi kuinuliwa kama nilivyoimba kwenye wimbo. Sawa, kuna verse nimekumbuka umeimba kwa wimbo. Umeimba hivi kwamba sijui au ni perform kwenye Wasafi TV au sijui niimbe kwenye nini nyingine ile. Unaamini kwamba kuperform kwenye Wasafi TV inaweza ikafungua maisha ya kijana kiimani zaidi? Ile ni moja ya platform ambayo inafuatiliwa kwa ukubwa zaidi. Na ni sehemu ambayo imewatangaza wasanii wengi sana. Kwa hiyo ni ndoto ya kila msanii, lakini pia nimeamua niweke huko kwa sababu pia ni wasanii wengi wanatamani hivyo. Kwa hiyo naamini msanii mmoja akiwa anaimba hiyo sehemu, basi na yeye pia ni vision yake kufikia pale. Kwa hiyo ushawahi kuingia kwenye studio za Wasafi TV? Msamani kwa kukatiza. Hapana. Ya kuingia? Sijawahi. Ushawahi kupambana namna gani upate connection za kuingia kule? Nimeshapambana sana, lakini asijaleta mwangaza wowote. Next time namwamini Mungu atafanya njia. Kuna msemo mwingine msamani, lakini ulisema na hicho. Ulisema au niende nipaki mafuta ya Mwamposa. Yeah. Hivi ulienda kusali kwa Mwamposa? Hapana, lakini
watu wengi wanaamini, unajua watu wengi wanaamini kwamba ukienda kwa Mamposa ndio mwisho wa matatizo yako. Kwa hiyo ile pia ni moja ambayo nimeimba, ambao watu wengi hiyo sehemu wamependa sana hii. Lakini ukienda kwa unaamini kwamba na ukienda kwa Mamposa matatizo yako yatakuwa yameisha? Wewe kama Kevin Harry. Mimi ninaamini sana katika Mungu mwenyewe. Ndio. Na sio kwamba simwamini Apostle, hapana, namwamini Mungu mwenyewe. Ninaamini nikiomba Mungu anaweza kufanya njia. Na ndio maana ile hiyo verse kwenye wimbo nimeweka kama swali, au niende kwa Mamposa. Okay, sawa. Sawa Kevin Harry. Mimi nimeangalia YouTube, nimeshuka mpaka kwenye comment. Watu wengi walizungumzia Lea, ikiwa ni mojawapo ya wimbo wako ambao ulikuwa na upromote siku hizi kwamba utatoka. Ina maana kuna wengine walitarajia, sio kwamba hawajauelewa Nimechoka. Kwanza hongera sana, Nimechoka imeenda vizuri sana. Mpaka sasa hivi tupo K1. Hongera sana, ubarikiwe. Asante sana. Lakini pia watu wanauliza sana Lea. Natamani kukuuliza kwamba watu watarajie hiyo Lea yenyewe inatoka lini? Nilitaka ni release nyimbo zote kwa pamoja siku moja, lakini nimegaramika sana. Ningeachia nyimbo zote basi ningebaki tu kujuta. Kwa hiyo Lea ndio kipenzi cha watu wengi wanasubiri. Kwa hiyo nadhani next siku hizi ngapi tu hivi inaweza ikapanda. Yaani kwa wakati wote, sitotitaja siku, ni siku yote tu inaweza kupanda. Sawa mtumishi, ubarikiwe sana. Asante sana. Na nimefurahi kupiga story na wewe. Asante sana. Tulikuwa naye Kevin Harry, ni mwimbaji wa nyimbo za Injili. Tafute platform zote, yupo YouTube, yupo TikTok, yupo Insta, yupo mpaka Facebook. Naomba umfollow ili uweze kuwa wa kwanza kusikia kazi zake. Asante sana. Nenda YouTube, andika Kevin Harry utanipata. Nimechoka ipo out now. Hivi karibuni tunakwenda ku release Lea. Kwa kumalizia, ungetuimbia kipande kidogo? Nimechoka Baba, fanya hima ifike wakati wangu nami kuinuliwa. Asante sana. Asante.